tunasema mahakama kuu kitengo cha biashara imeamuru kufungiwa na kufilisiwa kwa kampuni ya Sahara Media Group baada ya kubainika haiwezi kuendelea kujiendesha kibiashara kutokana na madeni yake kuzidi na mali zilizokuwa nazo. Na hii ndio sababu kwa nini hizi media zinaenda kufa. Star TV na RFA. Nadhani wote hii tangazo nadhani imeshaliona. Sababu kuu ni kwamba tu imeshindwa kuoperate katika profit. Tunafahamu biashara yote ikiwa inaanzishwa lazima ioperate under profit. Star TV na RFA ambayo iko under Sahara Media Group. Sahara Media Group ndo kampuni ambayo ilikuwa inamiliki hizi stesheni za Star TV pamoja na RFA. Na ilikuwa ofisi zao actually zipo ilikuwa kanda ya Ziwa, ndo chimbuko lao kubwa limetokea Mwanza, kanda ya Ziwa Ilemela. Nadhani kwa watu wa Mwanza watakuwa wanaelewa. Na hii ndo channel ambayo wengi imetukuza, tumekuwa tukifuatilia sana vipindi vyake vingi sana, especially kama LFA, kipindi kile cha Sintosahau. So kiukweli hizo nikasema hizi ni channel ambazo zina memories nyingi sana kwetu sisi vijana ambao tumezaliwa miaka ya 90 na kitu huko. Umeona? So paka mimi kuona hii habari kwamba hizi media zinaenda kufa iliniumiza sana. Kwa kikawaida siku zote ninavyokuwa ndani biashara, siku zote unatakiwa madeni hataki kuzidi assets ambazo uko nazo. Kwa thamani ya madeni ikiwa kubwa kuliko assets ambazo uko nazo, automatic tunaweza tukakudeclare kwamba ni bankruptcy, kwamba ni mufilisi, kwamba umefilisika. So the main thing ya mimi kuja kufanya video ni kuja kuelezea sababu ambazo mimi ninahisi zimepelekea moja kwa moja kuchangia hizi media kufa. Na hata tumeshaanza kuona kuna media nyingi tu, hii sio tu ya kwanza. Kuna media nyingi ambazo tunaziona sasa hivi zina struggle. Paka sometimes unasikia kwamba watangazaji hawalipi pesa zao kwa haraka na nini, vitu kama hivyo. Hiyo inaonyesha kwamba jinsi gani kwamba hizi media haziperform katika profit. Na sababu kubwa ni nini? Kutaka kujua kwa nini hizi media zimekufa au zimekuwa declared bankruptcy, tubidi tufahamu kwanza ni namna gani hizi media zinavyotengeneza pesa. Hapo tuna include radio na TV. Media za radio na TV zinatengeneza faida pale ambapo zinapokuwa zinatangaza matangazo, na makampuni yo brands mbalimbali zinapoenda kutangaza matangazo yao kwenye hizo vipindi mbalimbali ambavyo vinakuwa vinaruka katika hivyo vipindi. Maana sometimes unaangalia let's say tamthilia fulani, lakini unaambiwa kwamba wadhamini wa hicho kipindi ni watu fulani, kwamba hicho kipindi kuruka kuna wadhamini ambao wametaka kuja kutangaza katika hicho kipindi. Na mara nyingi wanapokuwa wanachagua vipindi vya kutangaza, wanaangalia vile vipindi ambavyo vina airtime kubwa, kwamba watu wengi wanaviangalia na nini. So ukiwa unapeleka tangazo lako let's say kwenye media ya let's say kwenye radio station au kwenye TV station, unapewa airtime kwamba kila kipindi kwamba kinaruka saa ngapi, na kila kipindi kinatofautiana bei ya wewe kurusha. Mfano, ukirusha tangazo lako kwenye kipindi cha asubuhi ni expensive kwa sababu ni muda ambao watu wengi wanatazama, wanasikiliza TV. Mfano, let's say kwenye radio ukitaka kurusha tangazo lako kipindi cha asubuhi, kile cha alfajiri, cha saa 1, habari ya saa 2, ni expensive sana ukikompare na kipindi cha saa 4 usiku, kwa sababu saa 1 watu wengi wanasikiliza radio. Na pia ukitaka kutangaza tangazo lako la biashara yako kwenye kipindi cha Taifa Habari, kuanzia pale saa 2 au saa 1 dakika 59, maana watu wengi ndio wanakuwa wanakaa kuangalia Taifa Habari, muda ule zile slots zake huwa ni very expensive sana ukikompare na vipindi ambavyo saa 6 mchana, saa 7. Kwa sasa tumeelewa ni namna gani hivi vipindi hizi media zinavyotengeneza profit. Zinatengeneza profit kwa makampuni au brands mbalimbali, wafanya biashara mbalimbali wanapoenda kudhamini vipindi ambavyo vilikuwa vinaruka muda huo, au kwa lugha nyingine kwamba wanapoenda kununua slots katika vipindi mbalimbali vinavyokuwa vinaruka muda huo, kulingana na wao wana target watu gani. Kama lese ni kampuni ambayo ina target vijana, kwa maana yake itaenda kwenye kipindi cha XSL, kwamba kipindi ambacho kina wasikilizaji wengi ambao ni vijana, kitaka kupata wateja ambao wengi lese ni watu wazima na nini, itaenda kipindi cha muda wa saa 2 usiku, muda wa Taifa Habari, au katika radio tunaweza tukasema saa 1 asubuhi. Kwa hivi ndivyo vinavyo makampuni yanavyotengeneza faida. Tumeshafahamu kwamba ni namna gani makampuni yanavyotengeneza faida. So tuje sasa kwenye sababu kwa nini makampuni sasa yanaanza kucooperate katika Rosi. Sababu kubwa ni kwamba sasa tumefahamu kwamba makampuni yanatengeneza faida kwa hizi media zinatengeneza faida kwa kupata matangazo. So turudi nyuma kwa katika kipindi kuanzia let's say mwaka 2018 mpaka sasa, kumekuwa na ongezeko kubwa sana la watumiaji wa mitandao ya kijamii. Watu wengi sana sasa hivi wanaspend muda mwingi sana katika mitandao ya kijamii, na ni kitu ambacho nimekuwa nikikiongelea sana kuhusiana na kwenye YouTube channel, kwamba sasa hivi watumiaji wa mitandao wamekuwa ni wengi sana, ambayo inapelekea kwamba mtu kama let's say tunafanya una biashara yako, unataka kutengeneza audience mtandaoni, ndio muda sahihi sasa, kwa sababu sasa hivi watumiaji wa mitandao ni wengi sana. So ukitaka kupata attention yote, you have to use social media. Kama una biashara yako, itangaze kupitia social media, utapata matokeo zaidi. Kwa sasa makampuni pia na yeye yameona kwamba the only way ambayo inaweza kafikia watu wengi kwa kwenda kutangaza biashara zao au bidhaa zao katika mitandao ya kijamii, na inatumia njia gani kutangaza hizi bidhaa zao, ni either ifanye kazi na influencers, kwamba ichukue influencers imlipe pesa iwatangazie. Influencer anambia ana followers wengi, anafuatiliwa sana, hao watumie Google Ads kutangaza nini, bidhaa zao, biashara zao. Umeona, hiyo ndio the only way ambayo makampuni yanaweza yakatumia. So sasa kama makampuni yameona kwamba the only way ya kuweza capture attention ya watu kwa kupitia mitandao ya kijamii, kwa inaona kwamba sasa kama watu wengi sasa hivi wanatumia mitandao ya kijamii na watu wengi sasa hivi hawaangalii TV, na niseme tu kweli, Gen Z sasa hivi hawana time na TV kabisa.
Gen Z wengi ambao wana mageto au tayari wana miji yao, ukiwauliza wengi kwamba mara mwisho umeangalia TV lini, atakwambia akumbuki mara mwisho kawasha TV lini. Mimi mwenyewe kiukweli hata uniambia sasa hivi nimewasha TV lini kuangalia Taifa Habari na nini, sikumbuki. Yani hata sijui mara mwisho ilikuwa ni nini. Lakini sio kwamba siwashi, ninaiwasha, lakini ninaangalia nini. Kuwasha, Gen Z wanasha TV, lakini the point kwamba wanaangalia nini. Most of the time Gen Z akiwasha TV utamkuta Netflix, utamkuta YouTube. Na sababu kubwa sasa hivi sana Gen Z wana spend YouTube nini, kwa sababu most wameshaona kwamba kuna contents ambazo ni amazing sana YouTube, Netflix nini kuliko katika hizi media za kawaida. Sisemi kwamba hizi media zina vipindi vibaya, lakini no, tuseme tu kwamba tu preference ya Gen Z wengi wameona kwamba ni bora wa spend muda mwingi YouTube na Instagram au TikTok. Kwa hiyo sasa makampuni sasa yakiona hivyo anaona kwamba hakuna haja ya kwenda kupeleka matangazo kwenye redio kwa sababu kule hakuna wateja wetu ambao ni Gen Z. Kwa hiyo inaona ni bora ipeleke matangazo yake wapi? Kama hizi social medias platforms kama YouTube na Instagram na TikTok. Kwa sasa hiyo inapelekea sasa hizi media kushindwa kuoperate katika faida. Hizi media zinatengeneza faida tu pale makampuni yanapoenda kutangaza bidhaa zao katika hizi radio stations au TV station. So kama makampuni hayapeleki matangazo huko, kwa nini maana yake hayawezi kutengeneza faida? Na kama hayatengenezi faida, automatic yatatengeneza loss. Na kitengeneza loss, hayatoweza kuendelea kuoperate. Mwisho wa siku ndo kama tunavyoona kwa vyombo vya habari kama Star TV na RFA kufeli. Kwa sababu kubwa hizi media, hizi vyombo vya habari kufeli ni kwa sababu kwa mimi naona ni kwamba sasa hivi Gen Z wengi hawana time na TV. Gen Z sasa hivi kumwambia, ukimuuliza Gen Z mara mwisho umewasha redio lini, hawana sidhani hata kama sasa hivi hata wana devices ambazo kuangalizia redio, kwa sababu sasa hivi hata ukiangalia simu nyingi sana zinazotengenezwa sasa hivi hazina redio. TVs nyingi sasa hivi hazina option ya kama mtu utakao angalia video, unless sasa kama mtu unataka kusikiliza redio utastream. The only way ambao mtu hizi media zinaweza kuperform ni kuja na maudhui ambayo yatawafanya hawa Gen Z waweze kuzima simu zao na kuwasha TV, ambacho pia ni kitu ambacho pia ni kigumu sana, ni kigumu sana. So nisitaki kuongea sana. My main reason ya kutengeneza hii video ni kwamba kusema kwamba media za bongo inabidi zijitafakari namna gani zitakavyoweza kutengeneza maudhui ambayo yataweza kuwafanya Gen Z warudi kuwasha TV, kitu ambacho sisi bado ni kigumu sana, kwa sababu Gen Z muda mwingi sasa hivi utamkuta ipo TikTok na Instagram ana doom scroll tu. Kwa hiyo kumkuta eti Gen Z amewasha TV ni kitu ambacho ni hata akiwasha TV utamkuta YouTube na nanili. Kwa hiyo sasa media za bongo zinaweza zikaanza kutengeneza kwanza zitengeneze maudhui ambayo ni mazuri, yani maudhui ambayo ni very creative sana. Sasa hivi tumeanza kuona sasa hivi wasanii wengi wameanza kutengeneza maudhui ya YouTube. Tumeanza kuona kama kina Kajala, kina Sishikiki na nani wameanza kutengeneza vlogs YouTube, kwa sababu Gen Z wengi sasa hivi kwanza wana access ya internet. Kitu ambacho kimefanya sasa hivi Gen Z hawana muda na TV. Kwanza sababu ya kwanza, access of internet. Sasa hivi internet imekuwa ni very easy ku accessible. Yani internet sasa hivi naweza kusema imekuwa accessible easily. Yani sasa hivi access ya internet imekuwa ni rahisi sana. Yani sasa hivi kwenda kwenye nyumba ya mtu kukuta ana wifi ndani ya nyumba ni kitu cha kawaida sana. Sasa kama mtu kama ana wifi ndani, kwa nini aangalie kipindi cha TV cha kawaida? Hata anaweza kaingia YouTube akastream very nice contents ambazo unakuta ziko uncensored na nini, vitu gani, contents ambazo ziko nzuri. Mfano kama lese anaangalia vlogs za wasanii, vipindi vya yani contents ambazo ni nzuri, anaweza kaingia Netflix akafanyaje. Kwa haoni apate sababu ya yeye kuja kukaa na kuwasha TV au kusikiza redio, kwa sababu pia informations nyingi anazipata kwenye nini, kwenye Instagram moja kwa moja. Yani mpaka anakuja kusikia habari kwenye TV tayari ameshaiona. Tukumbuke kwamba Taifa Habari inavyokuja kutoa Taifa Habari, inatoa Taifa Habari kwa matukio ambayo yametokea kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 dakika 59 ndio inakuja kuyatoa, lakini muda huo wote mpaka inakuja kuielezea matukio. Gen Z tayari ameshapata information zote. So nadhani tusijue watafanya nini, lakini nadhani media za bongo zianze kaa chini kujitafakari. The way ilivyo zina operate zamani, zibadilishe mfumo wake wa kuoperate, kwa sababu sasa hivi Gen Z hawana muda na TV kabisa. Unless otherwise ile anguko ambalo tumeliona katika Star TV na RFA, Sahara Media Group, tutakuja kuliona katika media zingine za bongo. Naweza kusema sasa hivi kufungua radio na TV sidhani kama ni more profitable zaidi sana kama zamani. Sijui, I'm not sure, lakini nahisi nikasema faida ambazo wanatengeneza sasa hivi huwezi kuzikompea na miaka 2005 ambapo the only channel ambayo tulikuwa tunategemea kupata information ni either TV na radio. Lakini sasa hivi kuna medias nyingi ambazo unaweza kutumia kupata informations. Kuna TikTok, kuna Instagram. Though sawa tunaweza tukasema kwamba hizi information unazozipata huko sometimes zinaweza zisiwe accurate, lakini asilimia kubwa informations nyingi, matukio mengi kabla hatujaja kuelezewa kwenye habari ya Samia usiku tunakuwa tumeshaona wapi? Kwenye Instagram au TikTok. So nadhani huu ni mwanzo, ili anguko ambalo limewakuta Star TV, Sahara Media Group na RFA ndo mwanzo. Huo ndo mwanzo. Media za bongo inabidi zijitafakari ni namna gani zitakavyoweza kuja na maudhui na contents ambazo zitakuwa more interesting, zitakazomfanya Gen Z azime simu yake haweze kuwasha TV. Hebu
nikuulize swali, naomba pia unisaidie kwenye comment section hapo. Ningetamani kufahamu wewe perspective yako, mtazamo wako katika hili. Je, unahisi media za bongo na radio zitaenda kufika kipindi kwamba hazitokuwa na umuhimu tena kabisa, tutabaki kulilai kwenye platforms kama Instagram, TikTok na nini? Kuna namna ambavyo wanaweza wakafanya ili waweze kurudisha ile audience ambayo iliyokuwa nao before? Ni kitu gani wafanye? Ni kitu gani ambacho unahisi kwamba kifanyike hizi media za bongo zifanye ili ziweze kuwa kama zamani? So that's all guys, ambao nimekuja katika hii video. Kama utakuwa na mtazamo tofauti na ile ambacho nimekizungumzia, let me know kwenye comment section hapo, and let's meet on the next one. Ni mimi Adobat. Kama ndo first time, make sure una subscribe, na kama umependezwa na hii video na mchanganuo ambao nimeuelezea, pia unaweza kaniachia like, pia itasaidia sana hii video kuwa recommended kwa watu wengine pia. Na expect video nyingi sana design zinazozungumzia mambo ya digital tech na kwa ujumla. Mimi swala nililiona likanigusa sana, nikasema ngoja nje nilizungumzie, nieleze perspective yangu kwa nini hizi media sasa hivi za bongo zinafeli. Lakini pia kama pia naona mtazamo mwingine tofauti na ambao mimi nimeuzungumzia, pia unaweza ukani challenge ukaacha kwenye comment section hapo. Lakini kama pia una view tofauti na hicho ambacho nimekizungumzia, tusaidie kwenye comment section hapo, and tuta discuss. So ni hayo tu, sitaki video iwe ndefu sana, na tukutane katika video zitakazokuja. Peace guys.